Nidi TV, sauti ya ufahamu na ufunuo, mahali maarifa yanapofungua akili na kuleta mwanga wa maisha. Nidi TV, the voice of wisdom. NID TV, nuru iliyofichwa duniani. Naam, naomba nikukaribishe ndugu yangu mpendwa ambaye wewe ni mtazamaji wetu wa NID TV. Nami ni Samuel Mapendo Feruzi nikiwa hapa Marekani kama mjumbe wa Agano Jipya, nikiungana pamoja na Kristo kwa ajili ya ufalme wake, nikiwa kijana ambaye natamani sana ufalme wa Mungu uweze kupanuka katika mazingira tofauti tofauti ya ulimwengu. Lakini leo sipo kama mwalimu, ninakuja kama mtoa taarifa ya mahojiano, na leo tuna mahojiano dada yetu anaitwa Luize, ikiwa ni mwendelezo wa kile ambacho tuliweza kukifanya siku ya jana, na leo tunatamani kwamba tuendelee mmoja pale ambapo tumeishia, tuendeleze siku ya leo ili kwamba watu wapate ufunuo angalau kutoka kwake. Ni mtu ambaye ana ushawishi mkubwa, ni binti ambaye anajitambua na uwezo, na wewe pia una uwezo, sio kwamba ujitambui, lakini tulipata nafasi ya kuanza naye. Lakini siku moja pia na wewe pia unayetutazama, binti au kaka, tutakuja kwako kukuoji. Kila ambacho umekibeba kitajulikana na watu, kama ambavyo huyu dada yetu leo kitu alichokibeba kinatamani kijulikane na watu wote. Karibu sana dada yetu, na Mungu aweze kukubariki. Karibu sana. Asante. Hongera sana. Asante. Umependeza sana. Wewe ni mzuri sana kwa kweli. Mungu akubariki. Amen. Okay. Tulipata nafasi ya kuzungumza na wewe siku ya jana, na tulikuwa na mahojiano hasa kuhusiana na kitu ambacho Bwana amekiweka ndani yako. Tunaona kwako kuna vitu viwili vinang'aa. Kuna unabii na kuna ualimu kwako. Unasemaje kuhusiana na hilo? Kini kitu gani hasa ambacho umekibeba au umebeba vitu viwili? Ninaweza sema labda walimu. Okay. Lakini wengine no comment. No comment. Why? Bado hujakuwa na ule utayari wa kuzungumza, lakini kipo ni kama kinang'aa ndani, lakini akijatokea kwa nje. Au hujaruhusiwa kukizungumza? Nyie watu nyie mna siri nyie. Yaani tukiangalia vizuri, Petro hakujitambulisha, jijapokuwa halikuwa nasema kuwa mimi sio mtumishi wa Mungu ama mimi sio mwanafunzi wa Yesu, lakini kupitia tu venye iko natembea balisema hapana, huyu ni mtumishi wa Yesu. Sasa siwezi nikajitambulisha mimi ni nani, hapana. Okay. Mtu akikuangalia tu asema huyu ni mtumishi. Okay. Yeah. Siwezi nikajitambulisha, hacha Mungu hakutambulisha, hana kujitambulisha. Mungu hakutambulisha. Sawa, nashukuru sana. Na ni kweli Mungu anatakiwa kutambulisha, sio wanadamu, au wewe ujitambulishe kwa wanadamu. Sisi, kuna mtu mmoja ameniuliza nisi nikasahau. Aliniuliza niulize hili swali, sio kwa ubaya nikiuliza hili swali, kwamba dada yetu tulivyomsikia interview yake pale ulivyokuwa na muoji, ilibidi tuingie kwenye akaunti zake tutazame video zake, mafundisho yake. Tuligundua kitu kimoja kidogo sana ambacho tunatamani tuulize. Unapokuwa na muoji tunasikia ana kigumizi, na anapokuwa anafundisha atusikii kigumizi. Sasa wakauliza kwamba muulize dada Luize kwamba aweze kutuweka wazi kuna nini ambacho kinaendelea kwake. Ni kitu ambacho kinashangaza kidogo. Sio vibaya nikiuliza swali, si ndio? Ndio. Yeah. Hivi kweli ni kitu gani ambacho kinaendelea kwako? Ukiwa unafundisha kigumizi hakipo, lakini ukiwa unaojiwa au mazungumzo ya kawaida tunasikia kigumizi. Ni kitu gani hasa? Mimi mwenyewe huwa ninajishangaa, maana nikiwa nazungumza kigugumizi kinakuja, lakini nikiwa ninahubiri hakipo kabisa. Hivi unadhani ni kitu gani hicho? Ni Mungu, ni fundi, so yaani tuseme ni Mungu tu. Kisha kutokea kwa mtu mwingine ambao unamjua au ni kwako tu? Tukienda katika maandiko, Musa alikuwa na kigugumizi. Okay. Kipindi ambacho Mungu alimtuma kwa Farao, Musa alimjibu Mungu kuwa mimi sijui kuzungumza. Mungu akamwambia kuwa mimi ndiye niliyeumba bubu, vipofu, watasa, ni mimi Mungu. Yeah. Hapo ndipo nilipata ujasiri kwa nikasema hakuna kitu ambacho kinashindikana mbele za Mungu. Yaani mimi nikasema kuwa japokuwa nitakuwa niko na ubiri, lakini nitakuwa na crash. Okay.
Ile mradi tu nimetoa yale ambayo Mungu ametaka nifikishe. Chini ukihubiri Teresa. Hakipo kabisa. Okay, Mungu akubariki sana. Amen. Hongera sana kwa ajili ya hilo. Amen. Kuna mtu mmoja pia rafiki yangu mkorofi aliniuliza swali akaniambia, muulize Luize, je, kashaolewa? Na sio vibaya nikikuuliza hivi, je, ushaolewa? Bado sijaolewa. Hajaolewa. Okay, vipi unatarajia au vipi? Bado. Eti bado. Okay. Akaniambia kama umeshamuuliza hayo maswali mawili matatu, muulize, je, inawezekana nikapata namba? Sasa sijajua nia yake ni ipi. Je, unaweza kaitoa namba? Ndiyo, ninaweza nikatoa namba, maana sisi ni waombaji na hujajua lengo lake ni nini. Yeah. Okay. Kwamba ni muombaji, pengine ukipewa namba lengo ni kuja kuombewa. Ukija na malengo mengine unablokiwa. Asante sana. Mungu akubariki. Ndugu, ukija tunakukabidhi namba. Mimi mwenyewe nitamuomba namba leo. Mimi mwenyewe sijakuwa nayo. Nitamuomba namba leo. Alafu ukinitafuta mimi nakukabidhi, lakini ujue kwamba kitakachotokea hapo ni kwamba unakuja kuombewa au kufundishwa. Ukiwa na nia nyingine unablokiwa. Kwa hiyo jambo la mwisho, wewe ni mtu ambaye leo watu wanatamani kukusikia na zaidi. Na mabinti wengine huenda wanaweza kutamani kuwa kama wewe na kitu ulicho nacho. Unaweza ukawaambia nini? Changamoto ambazo unakutana nazo kwanza kama binti, kwa sababu sasa hivi muonekano wako unatarajia kama utakuwa na mtu baadaye na sio miaka mingi. Inaweza kuwa miaka 2, miaka 1.5 huko, sijui unalengania malengo yako yakoje. Lakini hauko mbali sana na kuingia kwenye maisha ya ndoa. Sasa umeanza kujipanga mapema, unaweza kawaambia mabinti wenzako nini? Ninaweza nikawaambia kuwa kila kitu kiko kwa Yesu. Kila kitu. Yaani ukihitaji mchumba, ukihitaji chochote kile, maisha, kila kitu ni kwa Yesu. Unaweza ukawa na gari, unaweza ukawa, yani ukawa na hela, lakini ukimkosa Yesu unafananishwa na maskini tu. Okay. Maana bila Yesu hatuwezi chochote. Ninaweza nikashauri vijana wenzangu na mabinti wenzangu pia kuwa tumtafute Mungu. Shetani anajua kuwa sisi ndo tungali na nguvu za kutumika. Usikubali kupumbazwa na mambo ya dunia. Kama venye unaweza ona leo ulikuwa na huyu mtu fulani akafa, hivyo na wewe hata kesho unaweza ukafa. Kweli. Inategemea unajiandaa aje. Ukiwa mtu ambaye unajiandaa kila saa, kila dakika, itakuwa ni vizuri sana. Ukiishi kama utakufa kesho, hauwezi ukafanya dhambi. Ni kweli. Tumtafute Mungu. Binti ambaye leo unamtazama binti mwenzio, jaribu sana kuishi maisha matakatifu, kwa sababu leo unaijua, kesho uijui. Kwa hiyo anza kuandaa leo kwa ajili ya kesho. Utaingia kwenye ndoa, huenda huko kwenye ndoa, lakini angalia sana maisha yako. Biblia inasema kwamba itakufaidia nini upate vitu vyote na upate hasara ya nafsi yako. Nafsi yako ndio ya muhimu sana, kwa sababu huu mwili ni mwili wa udongo ambao unaochezea leo. Angalia mwenzio alivyo. Jaribu na wewe kujiweka katika muonekano ambao unamfanana na Kristo, kama alivyosema mwalimu wetu kwamba watu walimwangalia Petro. Hata kuvaa kwako wewe, kutembea kwako wewe, kusema kwako wewe, unamfanana na Kristo. Je, na wewe unamfanana na Kristo? Na kama unataka kumfanana na Kristo, endelea kutufuatilia NAID TV na Mungu akubariki sana.